My people, welcome again on Now Trending Africa. Hivi leo tunaenda kuangalia habari ambayo inagonga vichwa vya habari. Makueni County wamepitisha kuwa ukataji wa miti umezidi kuenea na imeathiri hali ya anga. Inasemekana kuwa wananchi wanachukulia hatua ya kukata miti kujipatia kipato kwa kuchoma makaa na mambo mengine. Hebu tusikie anayosema. Bunge la kaunti ya Makueni limepiga marufuku ukataji wa miti katika misitu ya serikali iliyoko kwenye kaunti hiyo. Katika mswada ambao umewasilishwa na kiongozi wa wengi katika bunge hilo Kisungi Kateta, viongozi wametaka pia ukataji wa miti unaoendeshwa kwa sasa katika misitu yote ya serikali kumetaja kwamba imesababisha athari mbaya ya mazingira. Akiidhinisha marufuku hayo, spika wa bunge hilo la Makueni Douglas Mbilu anasema tayari chemichemi za maji katika wadi ya Mtito Ndei, Kibwezi, Makindu hadi Kadzonzueni zimeathirika kutokana na ukataji wa miti. Is conducted in the 30 wards within Makueni County as provided for under Article 1 of the Constitution and Article 10 of Article 2 of the Constitution of Kenya. 5. This county assembly petitions the Senate to cause the cabinet secretary responsible for matters of environmental management and conservation to comply with the Constitution of Kenya Article 42 and other relevant laws dealing with the matters of forest management and conservation, the matters affecting logging, the harvest of the forest in the county of Makueni for commencement of the harvest. 6. Wafanyabiashara leo asubuhi wanakadiria hasara kufuatia kisa cha moto uliozuka jana mchana katika eneo la Eastleigh. Kundi la wakazi huko Eastleigh lilifanya juhudi za uokoaji Jumanne alasiri kusaidia watu waliokwama katika jumba la kibiashara ambapo moto ulitokea. Moto ulizuka ghafla na kusababisha moshi mzito angani, huku watu wakiripotiwa kukwama kwenye orofa hiyo. Wakazi walijaribu kadri ya uwezo wao kuokoa wenzao. Chanzo cha moto hata hivyo bado hakijabainika. Sasa niko hapa, tuko na shida kubwa. Serikali saidia. Nyumba imechomeka, serikali saidia sisi. Tunabaki bila kichochote. Walichelewa zima moto, wamekuja late. Sasa serikali saidia sisi. Tafadhali serikali. Kimataifa, mashambulizi ya anga ya Israeli na Marekani dhidi ya Iran yanaongezeka wakati kukiwa hakuna dalili ya vita kumalizika. Jeshi la Israeli limesema limefanya mfululizo wa mashambulizi makali kwenye maeneo tofauti ndani ya Iran, hususan mji mkuu wa Tehran. Kanda za video mitandaoni zinaonyesha moshi mkubwa ukifuka katika maeneo tofauti ya mji wa Tehran, ikiashiria uharibifu uliofanywa na jeshi la Israeli. Jeshi hilo limesema kwamba limelenga maeneo ya kufiatua makombora, mifumo ulinzi wa anga na miundombinu mingine ya taifa hilo. Kampeni hiyo ya kijeshi ya Israel imefuatia makombora kadhaa yaliyofiatuliwa na Iran, ving'ora vya tahadhari vikisikika kwenye miji ya kibiashara ya Israeli ya Tel Aviv, wakati mifumo ya anga ya Israeli ilipokuwa ikihangaika kuyadungua makombora hayo. Polisi wanasema kwamba makombora kadhaa ya Iran yamepenyeza na kupiga kwenye mji huo, ingawa hakuna kifo kilichoripotiwa. Hadi hakuna pia taarifa za uharibifu wa mali au majengo yaliyotangazwa kutokana na mashambulizi hayo. Israeli imeweka kanuni kali zinazozuia uchapishaji taarifa za madhara yanayotokana na mashambulizi kutoka nje, hasa kwenye maeneo yake muhimu ya kiusalama kama kambi za kijeshi na ofisi za serikali. Dakika ni 5 baada ya saa 2 asubuhi, na ndizo habari za sasa za Radio Maisha stesheni nambari 1 na yenye habari zinazoaminika zaidi kote nchini. Baada ya saa 3 nitakupata na wakati wa habari nyingine za sasa. Mimi ni Sam Amani. Hizi ni habari